Haleluya. Check. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imempendeza Mungu kuwepo hapa kwenye madhabahu hii. Ni mara yangu ya kwanza, tupungiane mikono. Ni Mungu ametupa nafasi tena siku ya leo kwa kuadhimisha upendo wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Tutaimba pamoja, ni wimbo tu mwepesi wa kitabu Yesu nipenda. Wangapi wanapendwa na Bwana? Amen. Kimbilia
Wakati wenzetu wanaendelea kufanya mambo yao huko, sisi tunasherehekea hapa. Umeacha kwenda huko, umekuja hapa kumtumikia Bwana. Haleluya, haleluya. Nisikie kwa Yesu. I'm very happy like a fish in the water. Yani ninafurahi kama samaki anavyofurahi wakati yuko humo ndani ya bahari. Haleluya. Na ninamshukuru sana Mungu. Haikuwa rahisi kufika hapa, lakini ni kwa neema tu. Nilikuwa na safari ya Arusha lakini nikaikansel. Nikasema niende kwa Brother James. Haleluya. 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 Sasa nitaenda kuimba wimbo unasema moyo wangu upo wazi. Lakini nilikuwa sitamani kuimba mwenyewe. Nilikuwa natamani nipate backup artist hawa watatu tu. Naamini kwamba huko ndani kuna waimbaji wengi. Naamini kupata backup hawa watatu tu. Kama yeyote yule kuja kusupport anaweza basi akaja akashika mic. Hakuna waimbaji huko ndani. Wazi kukuabudu. Nisikie sasa kanisa, moyo wangu wazi, upo wazi kukuabudu Bwana, moyo wangu kukuabudu Bwana, wote moyo wangu one more time. Moyo wangu upo wazi, upo wazi kukuabudu Bwana, moyo wangu upo wazi kukuabudu.
Hallelujah.
Alafu tengeneza maua namna hii. Maua namna hii. Tikisa namna hii. Tikisa tena. Tikisa. Haleluya. Wangapi wanaamini kufika 2026 ni kwa nini? Haleluya. Tunataka kumwambia Bwana, tunataka kumwambia Bwana kwa matendo yake tu, sio kwa akili zetu, si ndio? Tuelewana? Ale? Yesu, haya ni matendo yako. Anajua hiyo. Haleluya. Mshangilie Bwana kwa makofi na okay.
haufurahii. Kwa hiyo palipo na upendo lazima pawe na furaha. Amina Amina. Wakati huu nitaenda kuwaleta kwenu mabinti kutoka kanisa la SEIC. Wameandaa kitu kidogo
wanataka kuwafanyia surprise. Sema surprise. Amina. Niombe piga. Chochote. Mungu ametubariki neema na vipaji steki. Kuna vipaji vya kuimba, kuna vipaji vya design, kuna vipaji vya decoration, kuna vipaji mbalimbali. Yaani steki ni vipaji katika Bwana. Basi mimi naitwa Salma na nimeandaa kitu kwa ajili ya siku ya leo. Ni kidogo sana lakini kwa mimi kina maana kubwa sana. Maandishi haya yana maana kubwa sana kuliko hata kile kitu. Maneno. Na ukiangalia ni maneno machache sana katika bango hili. Bango hili linasomeka in relation with Jesus. In relation with Jesus. Mahusiano katika Yesu. Wote tunaamini kwamba Yesu anatupenda sana. Wote tunaamini kwamba tumepewa amri ya upendo kati yetu na tunapendana kwa ajili ya Yesu. Nipenda kusema kwamba katika siku ya leo kama tuliposema siku ya wapendanao, jamani tunapendana kwa ajili ya Yesu. Tunapendana kwa ajili ya Bwana. Amen. Amina. Amina sana. Kwa hiyo hiki kitu natamani kiwe kama ukumbusho. Siku moja basi miaka mingi itakayopita, siku moja niseme niliandaa kitu kwa ajili ya Seki. Amina. Siku moja niseme kwamba kuna maneno niliyaacha ndani ya kanisa la Seki. Unaweza kuona ni kitu cha kawaida lakini si kila mtu anaweza kufanya hivi. Sio kila mtu anaweza kachora hivi. Labda una kipaji cha kuimba lakini hauwezi kukosa karama yoyote kwa Mungu. Basi mimi nimebarikiwa hiki. Amina. Amina. Sasa nawapendeni sana. Wageni karibuni sana. Na isiwe mara ya mwisho kwamba kwa kuwa leo ni event, leo ni Valentine, basi ndio mnakuja. Hapana. Tunawakaribisha sana. Tupo kwa ajili yenu. Haleluya. Labda katika uwepo huo unaweza ukaketi. Bwana Yesu asifiwe. Palipo na upendo kuna furaha. Ni muda mzuri kabisa, tunaenda kwenye kipindi cha utambulisho pamoja na neno la Mungu. Amina. Amina. Kama mnavyoona leo humu wengi ni wageni.
sawa, tunafahamiana huko nje, pengine ukujua hata kama mwenzako anaweza kufika. Kwa hiyo kinachofuata ni kipindi cha utambulisho. Utamjua jirani yako ametokea wapi na anasali wapi. Amina. Nimkaribishe aliyeandaliwa kwa ajili ya kipindi hicho. Karibu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, inawezekani mimi mmoja naweza kuwazidi nyote sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mwenye uwezo mpunga mkono wako namna hii. Haleluya. Kabla sijaendelea, nimesikitishwa kidogo. Lengo la sisi mahali hapa sio tukae na marafiki zetu. Haleluya. Huyo sume naye huko Nyabangi, tunamjua jamani. Kwa hiyo lengo la kuja hapa maana yake tuongee na watu wengine, tuzungumze. Sasa cha ajabu mtu kaja na rafiki yake amemganda, usiniache shoga yangu, kaa hapa pembeni yangu. Waliokaa na mashoga zao mikono juu. Bwana anawaona, naomba muame hizo nafasi. Tafuta mtu ambaye sio rafiki yako, kaa naye kwa jina la Yesu. Haleluya. Ama bwana, tafuta wengine upate fursa mpya. Unahangaika una kibarua, kibarua kiko hapa, umejikalisha huko, unamwomba Mungu nipe kazi. Kazi ndio hii imekuja. Amka utafute kazi. Haleluya. Basi nimefurahi kuwaona mbele. Jina langu ni Donita Creston Rupia. Watu wanapenda sana kuniita Rupia kwa sababu ni jina nalitumia sana kazini. Kwa hiyo limezoeleka. Tunatumia jina la tatu. Ukiniita Rupia nitasikika na nitaitika. Mahali hapa ulipo ni kanisa la SEC, The Source Evangelical International Church. Ni kanisa la wapanzi, ni kanisa la kiroho, na uko mahali sahihi. Haleluya. Uko mahali, mwambie jirani yako uko mahali sahihi. Uko mahali sahihi. Kanisa letu ni kanisa la kiroho, na mahali hapa halitajwi jina la mwanadamu. Mahali hapa anatajwa Yesu Kristo aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo kama wewe uko mahali hapa, uko kwa mfalme wa mfalme, uko kwa baba yako, uko kwa Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yako, ndio tuko hapa kwa ajili yake. Haleluya. Wakati dunia inasherehekea mambo ya Valentine Day, kwa hiyo wakati dunia inahangaika na vurugu za kimahusiano, sisi tulio ndani ya Yesu tunajua umuhimu wa upendo wa Yesu. That's why tuko hapa. Kwa hiyo hatujaje hapa kula, kunywa wala kufurahia tu. Hapana, tunafurahia ule upendo wa Bwana Yesu juu ya maisha yetu. Maana yake huyu aliyekataliwa nje, huyu aliyebezwa nje, huyu aliyetukanwa na kudharauliwa nje, anapofika hapa Yesu anamkumbatia, anampongeza, anamwambia ninakupenda hivi ulivyo. Haleluya. Wangapi tunapendwa na Baba? Amina. Hapo nilikuwa natambulisha kanisa. Ndio kanisa letu hilo. Kwa hiyo ni kanisa la kiroho, hatuna mambo mengi, ila tuna Yesu ambaye yeye ni juu ya yote. Karibu kanisa la SEC Nyabange. Karibu sana. Kama ni mara ya kwanza kufika hapa, na uendelee kuja, ni nyumbani. Basi ningependa kama kuna mtu yoyote huko nje, naomba tuingie ndani kwa sababu ni muda utambulisho. Usije ukatajwa jina lako alafu katoka nje unakimbia, haipendezi. Ningependa kutambua uwepo wa wageni wetu kutoka EPRC Bweli. Popote mlipo mnaweza mkatupungia mkono ambao wametuhudumia. Tuwapigie makofi kwa timu ya uimbaji kutoka maeneo mbalimbali inayoitwa The Altar, ambao wataenda kupresent nyimbo zao hapo mbele kidogo. Popote ulipo naomba tupunge mkono The Altar. Tafadhali, naona wanajiandaa pia wako nje. Amina ambao wako. Lakini pia natamani kutambua uwepo wa waimbaji binafsi ambao tayari wengine wamekwisha. Minister Believer ameshaimba. Popote ulipo unaweza kupunga mkono. Lakini tuna Martha, unaweza kupunga mkono.
Asante sana dada, kwa huduma yako ni nzuri na tumebarikiwa. Lakini pia kwa kuwa muda wetu ni mchache, siwezi kumtaja mmoja aliyefika hapa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kama ni mgeni umefika hapa kwa mara ya kwanza, naomba upunge mkono wako hewani namna hii. Mungu abariki sana. Watu wakaribishe kwa makofi. Ongeza makofi. Karibu sana na sisi tunawapenda wageni. Lakini pia ningependa kutambua uwepo wa vijana kutoka kanisa la Seki. Vijana tunaosali mahali hapa, naweza mkapunga mikono yenu. Haleluya, mmependeza sana. Ningependa pia kutambua uwepo wa wenyeji wetu wote ambao tunasali mahali hapa, wa mama, wa baba, watoto, vijana, wote ambao tunasali kanisa la Seki, tupunge mikono. Amen, amen, amen. Mungu awabariki. Lakini pia hatuko peke yetu. Ningependa kutambua uwepo wa viongozi mbalimbali, viongozi wa mahali hapa kanisa letu la Seki. Tuna viongozi mbalimbali, tunao mashemasi, tuna wazee wa kanisa, lakini tuna viongozi mbalimbali wa idara, kama idara ya wamama, wa baba, vijana, mabinti pamoja na watoto. Lakini pia tuna mwinjilisti wetu na wengine wengi. Kwa hiyo nitawataja tu kwa majina kwa vyeo vyao, alafu atatupungia mkono. Ningependa kuanza na asante sana, Mungu awabariki. Unashika makofi yako. Ningependa kutambua wazee wa kanisa, tunaweza tukapunga mikono yetu. Asante sana, Mungu awabariki. Lakini ningependa kutambua uwepo wa mwinjilisti Batano, anaweza akatupungia mkono pia, anamjua. Asante sana. Lakini ningependa kutambua uwepo wa mama ambaye yeye ni mlezi. Kwa hiyo haya yote unayoyaona, nguvu ya vijana, nguvu ya wamama, kila kitu kinapita salama katika mikono yake. Kwa hiyo sio kama hivi mnavyoviona, nasema usione vinang'ara ujue vimeundwa. Kwa hiyo tumetengenezwa katika familia nzuri, familia ya baba na mama ambao kila wakati wanatuombea, wanatushauri, wanatutia moyo mpaka wanatengeneza product nzuri. Hebu weka makofi kwa wazazi wetu. Kwa dakika moja ningependa nimuinue mama, ataongea machache sana, lakini naona pembeni yake kuna mgeni, sina mamlaka hayo ya kumtambulisha. Mama ataweza kumtambulisha mbele yenu. Karibu sana mama. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina, nawapenda. Amina. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya vijana wote ambao mmeweza kuandaa hii function. Mimi nasema kwamba vijana mnaendelea kujitambua. Bwana asifiwe. Mnaendelea kujitambua katika uwepo wa Yesu Kristo. Haleluya. Jana nilikuwa kwenye sherehe moja. Tulikuwa tunafanyaje? Tunaumaliza mwaka na kukaribisha mwaka mwingine. Vijana walikuwa wamechangamka, walikuwa wanacheza muziki. Sasa naomba mcheze. Bwana asifiwe. Yaani msikae tu, chezeni, furahini, msikae tu. Yaani mimi nilikuwa nashindwa, sasa ukija sijui una nani, basi niko tu hivi, cheza. Sasa nachezaje sasa? Lakini leo nataka nicheze. Bwana asifiwe. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe sana vijana. Nimewafurahia sana. Mungu awabariki na isiwe mwisho. Tuendeleze tena mambo haya, sio siku ya Valentine tu, lakini tunjooni tupange, tuyajenge kwa ajili ya Yesu wetu. Amina. Basi wakati huu naomba nimkaribishe kakaangu, rafiki yangu. Habari kwa hapa Msoma, nadhani ni mimi. Nimekuja hapa kanisani kwa ajili ya hicho. In relation with sawa? Basi nipo hapa mwanzo mwisho. Nilitamani kukaa ndani ya nusu saa hivi niondoke, ila kwa uzuri ninaouona naweza nikawa mwisho kuondoka. Nisalimu sana kwa sababu kuna ratiba yenu ambayo mnaendelea. Mungu awabariki sana. Amen. Kumbe asilimia wote. Jamani, ninamshukuru sana Mungu siku ya leo.
Mama Bishop, asante sana, lakini kwa unyenyekevu mkubwa nimshukuru pia baba askofu, japokuwa alinijulisha tangu jana ya kwamba hatakuwepo leo. Alipata safari ya dharura ya kikazi. Wakati nakuja saizi akanipigia simu akaniambia naomba nenda, wanakusubiri. Mimi niseme ya kwamba ni mwanafamilia wa kanisa hili na naheshimu pia mahusiano ambayo Mungu alituunganisha na Pastor Godi. Kwa mara zote anapokuwa ananiita mimi nanyenyekea, nakimbia. Unexplainable. Ni kitu ambacho ni ngumu kuelezea. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu kuelezea kwa sababu Mungu anajifunua kwa namna ya kipekee na tofauti. Na more dangerous, na kitu ambacho kinanifanya napata wasiwasi zaidi, ni Mungu ambaye anaweza kumpenda mtu bila kuwa na masharti. Bwana Yesu asifiwe. Dunia inampenda mwanadamu kwa masharti. Watu wanatupenda kwa vigezo. Marafiki zetu wanatupenda kwa vigezo. Wana mipaka kwenye upendo wao. Ndio maana dunia inavurugu, watu wanagombana. Leo utayasikia tukitoka hapa kwenye mitandao namna dunia ilivyo na tension na upendo. Lakini upendo wa wanadamu una masharti. Hata hao tulionao ni kwa sababu kuna vitu anasema mwanangu anamfurahisha moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mzazi ananipenda mimi ni mwanae, lakini kuna namna nikifanya anafurahia zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini nashangaa kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kunipenda bila masharti. Haleluya. Ninaweza kupata full package ya upendo bila kuwa na masharti. Ni upendo wa Bwana Yesu peke yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe hutakataliwa nje. Unapofika kwa Yesu hautakataliwa. Wewe utabezwa nje. Unapofika kwa Yesu hajawahi kubeza. Wewe watu watakukataa. Watasema mbona huyu ana ugonjwa wa muda mrefu? Watasema mbona huyu anaumwa, anatukela kila siku tunalipia bili hospitali. Tumechoka kumuongoza. Lakini Yesu alipokutana na yule mwanamke akajipenyeza, akaligusa pindo lake, Bwana Mungu akaachilia upendo bila kuuliza chochote. Bwana Yesu asifiwe. Anakutana na kipofu without any condition. Amuulize, umeokoka? Umetubu? Mungu sala ya toba wewe. Anasema unataka nini? Yaani neno moja tu. Haleluya. Lakini kwa mwanadamu kuna vigezo. Hajiridhishe. Haleluya. Lazima ajiridhishe. Huyu sio mwizi kweli huyu. Lakini Yesu anasema njooni kwangu nyote msumbukao kulemewa na mizigo mizito. Wakati mwanadamu tunakimbia watu wenye shida. Wakati wanadamu tunakimbia watu wenye matatizo. Wakati wanadamu tunakimbia watu wanaoumwa. Lakini Yesu anasema njooni nyinyi nyote mnaosumbuka. Uko wapi wewe unahangaika na upendo wa dunia? Haleluya. Njoo kwa Yesu. Njoo kwake. Hakuna masharti. Anasema atakupa raha. Mwanadamu atakupa raha ya muda tu. Baadaye ataanza kusema anaomba kila siku huyu naye. Haleluya. Mimi ndio namsaidia. Tumeenda mbali mpaka kwenye nyumba ya Mungu. Tumefika huko. Huyu naye sisi ndio tunamuombea kila siku Bwana. We are tired about that. Tunasema hivyo. Sisi ndio tunamchangia Bwana. Tumechoka. Tumefunga sisi. Imefika hatua mpaka kwenye nyumba ya ibada tunasema mimi ndio nafunga na niombea kanisa Bwana. Nimechoka. Lakini sio Yesu huyo. Haleluya. Kwa nini nisimfuate huyu ambaye hawezi kuchoka? Ambaye anasema hata nikianguka yeye ni baba ataniinua. Nitakapokataliwa yeye ni baba ananikumbatia. Hakuna atakayenipenda kama Yesu, wala hakuna atakayekupenda kama Yesu. Hayupo. Haleluya. Hayupo, kwa sababu kuna mahali mwanadamu unapwaya. Haleluya. Kuna mahali unasingua, tutumie na hicho Kiswahili. Hawezi kuwa perfect miaka yako yote. Haiwezekani. Kuna mahali unapwaya tu. Na hapo tunapoanza
watu wana vipaji hapa. Unaweza kuwa na followers. Nasema huyu ni mwimbaji mzuri bana. Kuna watu wanakuzunguka. Lakini kuna mahali utapwaya, watabaki. Saizi tuna miguu miwili, tunatembea. Je, nikipata ulemavu watabaki? Nina macho mawili, ninaona. Nikitoka moja watabaki? Sasa hivi mimi ninahudumia familia. Ikitokea kuna siku siwezi kusimama kuhudumia familia, watabaki? Lazima ujiulize hayo yote. Itakuwaje wakati dunia nzima imeondoka? Itakuwaje wakati hakuna mtu wa kunishika mkono? Itakuwaje wakati hakuna mtu wa kuniambia pole? Wanadamu tunahitaji kufarijiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatamani kuambiwa pole, lakini kuna wakati huwezi kuambiwa pole. Kuna wakati unatamani ambao umejitahidi, lakini huwezi kuambiwa umejitahidi. Na hayo ndio yanayotukata kwenye mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna Yesu. Bado kuna Yesu, mwanaume wa wanaume, simba kabila la Yuda. Niko ambaye niko. Yeye ambaye ni Jehova ile, ni Jehova Shama, ni El Shaddai. Yeye ndiye wa pekee anayeweza kunipenda mimi katika hali zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu pekee yake atakayekupenda wewe kwenye hali yoyote ile utakayokutana nayo. Eza umezingua utazingua. Yeye ni baba. Kama baba hawezi kumtupa mtoto wake, ni hivyo hivyo Yesu hawezi kukuacha, hawezi kukutupa. Haijalishi umeumizwa mara ngapi, haijalishi umeteswa mara ngapi, haijalishi dunia imekuita majina ya ajabu, lakini Yesu anasema wewe ni rafiki yake. Haleluya. Kanisa, haleluya. Bwana, tunasikitika jamani. Ila ameshika shavu. Uongo ukweli. Kama kuna mtu alikuacha, hata aende huyo. Hata aende Bwana. Hajaibeba hatima yako huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu alikubezi kwa juhudi zako, hata abeze. Yupo Yesu ambaye ameibeba hatima yako. Maisha yako hayazingatiwi na unayopitia sasa. Maisha yako hayazingatiwi na kile kinachotamkwa sasa. Ila maisha yako yamebebwa kwenye mikono ya Yesu Kristo. Hata dunia ikinitenga, bado hatima yangu iko mikononi mwa Yesu Kristo. Hata nimkimbilie huyu ili niweze kuwa salama. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa kumalizia, Yesu anampenda mwanadamu kwa namna gani? Kuna mambo machache tu. Jambo la kwanza, kujitoa kwa ajili yetu. Wakati mwingine hapa kwenye kujitoa hapa, haleluya, hapa pana shida. Lakini Yesu anajua msingi wa upendo ni kujitoa. Ndio maana mahusiano mazuri yanadumishwa na ukarimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu anaelewa umuhimu wa kujitoa kwenye upendo, kwenye mahusiano. Ndio maana Mungu anamtoa mwanae wa pekee. Ni nani huyo aweze kufanya hayo? Lakini kusamehe, upendo unajengwa na msamaha. Kama huwezi kusamehe, upendo hauwezi kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unatengenezwa na msamaha. Kwa hiyo Yesu anaelewa umuhimu wa kutusamehe. Mungu anajua umuhimu wa kutusamehe. Anatuosha kwa damu yake. Lakini kuhudumia na kuponya, lakini pia kukubali kila mtu. Mungu anatukubali wote. Kwa hiyo sisi kama kanisa na sisi tulioko ndani ya Yesu, wakati tunajinyenyekeza kwa Mungu wa mbinguni kutaka upendo wake, hakikisha unawapenda watu wengine. Haleluya. Ili uonyeshe wewe unampenda Yesu, jitoe kwa ajili ya watu wengine. Yesu alionyesha upendo wake kwa kujitoa. Ndio maana anakutana na makutano, wamekaa wana njaa, anasema wapate chakula. Wanafunzi wake wanamwambia hii mikate ni midogo na hawa samaki. Anasema hapana, lazima hawa watu watakula makutano. Anajua umuhimu wa kujitoa. Anaponya watu pamoja na kusamehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ndilo hasa kusudi la sisi kuwa hapa, ni kufurahia upendo wa Yesu.
na kudumu ndani ya pendo la kweli. Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Hizo ndo amina za watu waliojua maana ya upendo wa Yesu. Haleluya. Amina. Wakati huu ni wakati wa kwenda kumsifu Yesu. Amina. Tunamsifu huyu Yesu aliyetupenda bila sababu yoyote. Amina. Amen. Hichi kipindi sidhani kama kuna mtu atakaa. Mama mchungaji amesema vijana mcheze. Yaani nyinyi mumchanganye mpaka asicheze tena kama jana. Amina. Nione vijana mnacheza hapa, msizubae jamani. Wenzetu huko upande wa pili huko nje sasa hivi ni fujo. Yaani ukipita huko nje uelewi. Ila sisi tulioko ndani ya Yesu tunazubaa. Wakati tumependwa bila sababu. Kweli? Niwakaribishe praise team. Muda wanapita mbele, watu wote tusimame, nisikie makofi na vigelegele vya kutosha. Sana kwa yote ambayo yameendelea mahali hapa. Bwana yuko pamoja na sisi. Haleluya. Amina. Basi tutakuwa na 2:13 ile B inasema, nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Lakini 2:14 nimewaandikia akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Bwana asifiwe. Vijana mpo? Naomba niwaachie swali. Tarehe 14 leo usiku huu, ukikaa peke yako ukisoma hili neno, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, unajiuliza wewe peke yako kwamba je, unayo nguvu? Lakini neno la Mungu linakaa ndani yenu. Ukikaa peke yako ukajiuliza, ni kweli neno la Mungu linakaa ndani yangu? Lakini anasema mmemshinda yule mwovu. Maana yake ni kwamba umeyashinda yale matendo yote ya ibilisi. Sasa jiulize wewe mwenyewe ukiwa peke yako. Usitujibu hapa, lakini baadaye pata muda afu jiulize hayo maswali. Neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako? Yaani sio kwamba kukaa tu, lakini kwa wingi. Maana yake jambo lolote linapotokea, jaribu linapotokea, unatumia neno kuweza kushinda hilo jaribu. Kwa hiyo neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Uje ujiulize wewe mwenyewe na utajijibu baadaye. Lakini pia umemshinda yule mwovu. Matendo yote ya kiibilisi umeyashinda. Bwana siwe vijana. Mtajijibu wenyewe. Tarehe 14 mwakani mtaniletea hayo majibu. Amina. Neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yenu. Mmemshinda yule mwovu. Matendo yote ya giza mmeyashinda. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujiuliza. Naomba niwaachie hilo swali. Na wakati huu naomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu, atatumia dakika 5 tu. Baada ya hapo tutaenda kupata chakula nimeambiwa. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na message moja tu. Yaani una uwezo wa kutuma message moja. Eti wananishangaa. Shika simu, alafu uingie kwenye uwanja wa message. Lakini nahitaji vijana tu, sio ndio wazee. Vijana. Maana kuna wazee wasije wakaniandikia sauti za kukoroma koroma. Unaona? Mmeshika tayari? Namba yangu ni 07 52 39 94 08 07 52 39 94 08. Wote tumeandika.
kwa matumizi ya saizi tu. Tulipigia baadaye sipatikana. Aha. Niandikie wale ambao wameniona kwa mara ya kwanza, nyosha mkono. Kwa mara ya kwanza. Na ambao mara ya pili. Niandikie sasa ulivyoniona tu, ulinifananisha na nani? Jambo la kwanza. Lakini la pili, ulinipenda? Na kama ulinipenda, ulinipendaje? Uwe mkweli, yaani usiwe mnafiki. Sawa? Message yako ina mistari miwili tu. Usilembe sana. Nasubiri. Dakika 5 zisije zikaisha. Andika haraka haraka. Moja. Yaani wale wa kwanza ndio mtasoma. Wengine mtakuwa mmesomeana kama wanavyoongea watu wa huku kwetu. Nimesomeana, nimeongeana. Kuna vituko tayari. Kuna mwingine amesema Magufuli nilikupenda. Na mwingine amesema nimekufananisha na Pastor Miyamba. Nimekupenda kwa sababu napenda Miyamba. Unaweza hata kusema vibaya, sio lazima useme vizuri. Sema ukweli kweli. Nakupenda, unafanana na baba yangu. Wewe njoo chukue zawadi huyo aliyesema unafanana. Yuko wapi? Njoo. Aliyeandika, ukidanganya nataja namba baba. Njoo. Nakupenda, unafanana na baba yangu. Yamkini mimi ni baba yako. Haleluya. Simama hapa na utapata zawadi hapa. Yamkini mimi ni baba yako. Nini maana yake? Vijana tujitunze. Tunapokuwa kwenye maeneo yetu ya kazi, wengine huwa hatupandi uinjilisti, tunapanda vile mama mchungaji anasema. Sasa yamkini nilipanda nikamsahau huyu, leo kanikamata. Umeniona? Nimefanana na baba yako sasa. Haleluya. Sijui mnanielewa message yangu? Mnanielewa Haya. Wewe ukilia hapo. Leo umepata baba yako. Kama mtumishi wa Mungu. Yaani ukasema kama mtumishi wa Mungu. Ondoa neno kama, mimi ni mtumishi wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Alafu kuna mwingine hiki kaandika Kinyamwezi sijui. Hapa sisomi, sijui ameandikaje. Mwingine kasema afisa taaluma. Yaani ameona sikujitambulisha. Ameona taje cheo. Haya, Mungu akubariki. Mwingine kasema Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, naishia hapa. Sasa wewe, yaani dakika 5 zangu ndo zinaanza hapa, sawa? Nikupe zawadi. Nikuonyesha na baba yako alafu sasa. Hii sitakuwa. Umekuwa tairi wa message ya shilingi 20, umekosa kitu. Umeona?
Bwana Yesu asifiwe. Message niliyokuwa nimeipata ni kwamba vijana na jambo lenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hilo jambo ambalo mimi nilikuwa kichwani sijalipata. If we are here for praising and worshiping is not enough. Okay? Is not enough. Ngoja niwaambie, msijidai watakatifu sana na msijidai wastaarabu sana. Mkitoka hapa nguvu zenu na akili zenu zinafanana na wale kule. Kwa nini nasema hivyo? Mnaishi na watu. Mnaishi na nani? Na watu. You were to talk here the reality of who is the youth in the church. Hamna majaribu. Wadada mlivyopendeza, wadada wote mlikuwa mmependeza, mnaimba hapa njoo mbele. Dakika mbili kimbieni. Wadada, hivi nilikuwa mnaimba weusi hapa. Wadada njoni hapa. Mwingine MC hapa. Wako wapi wale walikuwa wanacheza na mwingine mfupi hivi? Waite waje hapa. Njoni hapa. Ndio hawa ambao wamecheza, wametoa jasho, mwisho wa siku ndio hao wanakuwa mwisho. Nataka wadada walioimba hapa, kwaya hapa, praise. Na yule aliyekuwa anaongoza praise hapa, ni hapa. Nyie ni watoto wadada, nataka wale wadada wakubwa na wale wapiga vyombo, na mimi naimba huku leo. Msogee. Hivi tunaweza tukamwomba hata OCD kwamba tunaongeza muda. Ni mradi message ifike. Wako wapi jamani, simuwaita, wananichelewesha, nimesimamisha dakika zangu 2. Walikuwa naimba mwishoni hapa na yule aliyehubiri mwanzoni. Wakina James wako hapa. Njoni. Wewe James, mimi naita mara 2, unakaa na watu nje, si ndio? Haleluya. James nimemfundisha hata kucheza huko, ametisha sana. Hongera sana. Hapo mwenye mke asimame na mke wako. Mke wako ameenda wapi? Mfate, kuna message hapo. Mpigie makofi anapoenda kumfuata mke wako. Wewe umeolewa? Umeolewa? Ulitegemea nini leo? Yaani kwenye siku ya leo ulivyoambiwa kuna in relation